Maambukizi ya virusi vya ukimwi ni ugonjwa ambao unaambukizwa kama nilivyosema hapo awali kwa mwingiliano wa damu. Lakini kumekuwa na watu wengi wanaanguka kwenye tatizo la kupata maambukizi kwa kutokuelewa. Hili ni jambo ambalo tunatakiwa kuelezana ukweli. Kwamba maambukizi ya virusi vya ukimwi unaweza ukapata maambukizi hata kama haujajamiana. Kuna mabibi zetu, unajua kinachowafanya watu wapate kigugumizi, kuna watu wanakuwa na dhana potofu. Mtu mwingine anasema mimi ni mchungaji, ninajua maambukizi ya virusi vya ukimwi ni kitu kinachoambukizwa, ni tokeo la dhambi. Kwa hiyo mtu anaweza akaambukizwa kwa njia ya kujamiana tu. Mwingine anasema mimi ni mzee wa miaka 90, sasa hivi siwezi kujamiana, kwa hiyo siwezi kupata maambukizi. Nieleweke vizuri. Nimesema kwamba maambukizi ya virusi vya ukimwi yanasababishwa na mwingiliano wa damu kutoka kwa mtu mwenye maambukizi kwenda kwa mtu ambaye hana maambukizi. Mfano, unaweza kuwa ni binti una miaka 11 lakini ukafanya kazi ya kusaidia labda ufuaji, ukafua nguo za mtu mwenye maambukizi ya virusi vya ukimwi, sio tatizo, lakini inatokana na maambukizi yake yamesababisha awe na shida gani. Ninaposema nina maana mtu mwenye ukimwi kabisa ambaye ni mgonjwa hajiwezi, labda ana majipu, yale majipu nguo zina usaure. Kuna wamama wanapata shida labda anaingia kwenye siku zake, ile ni damu. Sasa binti anaweza kuwa alikuwa anakatakata nyanya akajiumiza kwenye kidole, na kwa sababu hajawa na umakini akafua kwa kutumia bila kutumia glove, kwamba hana mipira ya kuvaa mikononi, anafua tu. Lakini mazingira tumeyoyaona ni kwamba yule mama amemsaidia kufua nguo, labda alijifungua, zile nguo ni wifi, anamsaidia nguo alizotoka nazo reba, zina damu, anamwambia afua tu. Kwa hiyo inaweza likaleta madhara, mtu akajikuta anapata maambukizi. Lakini tumekuwa na upendo kupita kiasi. Unakuta ni bibi amesaidia mjukuu wake, amefika ni mjamzito, amefika pale nyumbani, amefika wakati wa kujifungua, anaona hapana, mimi ni haya mambo ya kujifungua ninajua. Anasimama kama mkunga kumsaidia kujifungua, lakini hatumii mipira. Kumbe yule binti wakati anapata ujauzito alipata maambukizi, ila bibi hajui. Bibi yule anajikuta anapata maambukizi kutoka kwa mjukuu. Sasa kwa sababu hajui, atajikuta maambukizi yale yanakuwa kama cheni. Kunakuwa na mzunguko, rotation inakuwa kubwa. Anakutana kajukuu kengine kadogo, ameshakuwa HIV positive kwa muda mrefu, anachukua mua anamenya kwa kutumia kinywa. Inawezekana bibi ana fungus mdomoni, lakini mtoto vile kinga zake ziko chini, watoto walio wengi unakuta anaweza kuwa na madonda mdomoni, anamuomba ule mua, anachukua mua anampa. Nilikuwa nashauri kitu kimoja, ili kujikinga. Watoto tunawapenda, ni wa kwetu, menya mua kwa kutumia kisu, mkatie mtoto, sio kumenya kwa kutumia kinywa afu mpatie mtoto. Hilo ni jambo ambalo linaweza likaleta madhara. Lakini si hivyo tu. Kuna watu wanapenda sana, yani anaweza asijamiane na mwenzi wake, lakini kwa kuta wananyonyana ndimi na wanaachana hivyo hivyo. Sasa ikitokea mmoja wapo akana maambukizi ya virusi vya ukimwi, na so labda huenda akawa na madonda mdomoni, fungus, ikatokea mwenzi mwingine labda huenda alikuwa anakunywa chai asubuhi akawa imemuunguza, hawa watu wakanyonyana ulimi. Ikumbuke kwamba watu hawa lazima watatumia muda mrefu kwa sababu wako kwenye kitu romance. Kwa hiyo inaweza kaleta shida, mtu huyu akapata maambukizi. Na ndio maana wanasayansi wamefika mbali kwamba unaweza ukapima kwa kinywa ukapata majibu. Kama unapima kwa kinywa unapata majibu, si hata kupata maambukizi pia kwa njia ya kinywa ni kitu ambacho kinawezekana. Kwa hiyo nilikuwa sitamani kuzuia, lakini ninashauri tuwe makini na hili, kwamba huyu mtu ambaye unanyonya naye ndimi unajua afya yake, na kama hujui afya yake sio vizuri na ilikuwa haipendezi. Lakini sio hivyo tu, yako mambo mengi. Watu wengi wanapenda kujamiana bila kondom. Hilo ni tatizo kubwa sana. Kitu kingine, watu tumekuwa, hasa wanaume, tumekuwa tunawabaka wenzi wetu bila kujua. Mfano ni mmoja, kwamba unakuwa na mpenzi wako au mwenzi wako,
unapohitaji haja yako ya ndoa au kujamiana naye, anakuambia mimi leo sipo tayari. Anapokuambia sipo tayari, wewe unashindwa kumuelewa, unatumia nguvu, maneno ya kumtisha. Wewe si ni haki yangu bwana. Yale maneno, kwa sababu mama huwa hawana mambo mengi, anaridhika, anakubali. Lakini kumbuka kwamba mtu yule mama unakuwa umembaka kifikira, kwa sababu hayupo tayari. Kwa hiyo utakapokuwa umejamiana naye kwa sababu hayupo tayari, kwa asilimia nyingi anaweza akapata michubuko. Hilo ni moja. Lakini pia kuna watu wengine pande zote mbili, upande wa mama au baba, yani upande wa kijana au binti, kuna watu kujamiana wanataka mashindano. Yani mtu anasema leo huyu dada ataniona, nitamuonyesha kuwa mimi ni mwanaume. Binti naye anasema mimi huyu kijana nitamuonyesha kwamba mimi ni mtoto wa kike niliyeiva. Katika swala hilo la kujamiana, kutakuwa na kujamiana kwa mashindano. Na kujamiana kwa mashindano kunaweza kutokea michubuko pande zote mbili. Kwa hiyo inaleta madhara. Lakini kuna kitu kingine, ni kwamba tumekuwa hatuwaandai wenzi wetu. Unapojamiana na mwanamke hana utayari, kuna kitu kiko hivi. Unapojamiana na mwanamke hana utayari, kwanza, kitu cha kwanza, wewe kwa sababu una uhitaji, wewe utajisikia raha. Tendo la kujamiana ni jambo ambalo ni la kimwili, lakini linafanywa kisaikolojia. Nafikiria kina mama wengi wataniunga mkono. Haiwezekani mwanaume mkubaliane alafu mtakapofika eneo la tukio akuite mbwa au akuite paka alafu jamiane naye kwa furaha. Haiwezekani. Kwa hiyo watu na maneno mazuri ya kuongea na wenzi wetu ili tuwajenge kisaikolojia. Kwa hiyo hata kumuingilia pia au kujamiana naye, pale unapokuwa wewe unajamiana naye lakini yeye hayuko tayari, anatimiza wajibu lakini hana raha na tendo hilo. Lakini unapomuandaa kwa maneno mazuri na kwa vitendo, unapojamiana naye anakuwa na utayari. Kwa hiyo hilo pia linasababisha au linafanya kuzuia kupata maambukizi, tofauti na yule ambaye anajamiana na mwanamke kwa nguvu. Unapojamiana naye mwanamke bila makubaliano, hajawa na uhiari, ile ni kubaka. Unaweza kumbaka kihisia au kumbaka kivitendo. Sasa kumbaka kihisia ni yeye kukuambia hayuko tayari, wewe ukangangana. Anaamua kutimiza wajibu lakini hayuko tayari. Kwa hiyo hapo mwili wake unakuwa hauko tayari, unaweza katokea michubuko. Kwa hiyo swala la mashindano katika kujamiana, na kujamiana upande mmoja hakuna uhiari, ni jambo ambalo lina madhara tena makubwa. Na ukitaka kuamini hili iko hivi, ukijamiana na mwanamke wewe uko tayari, yeye hana utayari, kwanza utakuwa kwanza kufika kileleni, yeye atabaki. Na wanaume walio wengi tuna desturi moja. Mwenzio akifika kileleni wewe ukifika kileleni yeye bado, hutokubali, itabidi uunge ili kusudi umfurahishe. Sasa mwanamke yuko hivi, unapojamiana naye hata kama ni kwa kumlazimisha, inafikia sehemu fulani kifikira anaona kwamba hili ni tendo ambalo tayari anajituni tayari kuanza kufanya hivyo. Anapokuja kuingia kwenye tendo hilo unakuwa tayari umemaliza, inabidi uunge. Kwa hiyo mtakuwa mnapishana na mwisho wa siku kinaweza kutokea kitu kibaya ambacho kinaweza kuleta madhara. Kwa hiyo mimi ninashauri ni kwamba ni vizuri tukawa tunafanya maandalizi. Kuna lugha moja huwa wanaitumia watu wengi kwamba kuku wako manati ya nini? Mke wako au mwenzi ni wako, rafiki ni wako, kuna sababu gani ya kutumia nguvu? Kwa nini msikae mezani ukamuandaa kuandaa mkaburudika ikawa burudani ili msipate madhara? Na kitu kingine, kama kujamiana ni burudani, kuna sababu gani ya kushindana kutaka fulani leo mpaka anikome au fulani mpaka anione? Mimi nafikiria atakuamini kwa sababu amekupenda na amekukubalia.